Haleluya, haleluya mtu wa Mungu. Namshukuru Mungu sana kwa neema yake na rehema zake nyingi sana ambazo amezidi kuziachilia kwenye maisha yangu. Iko njia ionekanayo ni njema machoni pa mtu, lakini njia hiyo imejaa maumivu makali sana. Mwisho wake ni mauti. Binti, usikubali kujirahisisha kiwango ambacho basi wewe unajikuta kuingia kwenye mageto ya wanaume, kujikuta wewe kwako si shida, wewe hujaribiwagi. Ni rahisi sana wewe kujikuta umetoa miguu yako kwenu au popote ukawa unaingia kwenye chumba chochote cha jinsia ya kiume. Ndio unaweza ukasema wewe dada, hivi unajielewa wewe? Andiko hapa linasema iko njia ionekanayo ni njema sana machoni pako, lakini njia hiyo mbele yake inakujigonga sana, lakini hiyo njia mbele yake kuna maumivu sana. Usikubali, nisikubali kuwa binti ambaye nitakuwa ni wa kujirahisisha tu, kwamba wakisema tu ukitaka kutuliza shida zako, yule maji mara moja tu, yule marage ya Mbeya. Hapana. Lengo la ibada ni kutufanya sisi kuwa vijana ambao tutaishi kwenye njia ambayo ni kwenye kutia yale maagizo ya Mungu, na nia kubwa ya maagizo yale ni ili mimi siku ya siku nisije kuharibikiwa. Ndo nia ya maagizo haya. Lakini ikiwa mimi leo hii utajirahisisha na kuona kwamba hapana, kwani kuna shida gani? Hapana, mimi nakwambia iko shida. Usijirahisishe, nisijirahisishe hata siku moja. Kujikuta wewe kwako si kazi ngumu sana. Yani kutoa miguu yako kwenu, una move. Unajikuta umeingia kwenye chumba cha mwanaume. Na unajisikia burudani tu kwamba huyu hapa ni mpendwa mwenzangu tu, wala hakuna shida. Kwani shida iko wapi? Kwani shida iko wapi? Huyu si ni mtumishi mwenzangu tu, pengine huyu ni nani yangu tu? Hapana, mtu wa Mungu, hapana. Hayo mazingira ni karibu sana. Siku ya siku unajikuja kujikuta mlikuwa mmekaa tu ni kaka na dada, mmeenda hivyo, lakini kuna siku mnaweza mkajikuta mmevuana na nguo kabisa. Ni mazingira shawishi sana kwako wewe na kwangu mimi kujikuta nimefanya vibaya au kujikuta nimetenda dhambi, au kwenye kichwa kujikuta kuna namna kadha kazi unakuwa unatembea na kiumbe kichwani. Yani kuna watu wanakuwa wanahangaika kwamba mimi nitaokoa vipi huyu mtu nimtoe hapa, lakini wewe unakuwa ni mtu ambaye unakuwa unahangaika kwamba huyu jamaa sasa nitafanya nini ili nimfurahishe. Lakini hapana, si maisha sahihi ambayo mimi na wewe tunatakiwa kuishi. Hapana, sisi ni watu ambao tunapaswa kuwa nuru ya mtu yoyote ambaye anakuwa hajui wokovu, hata kwa naye kuwa anajua wokovu. Ikiwa mimi nitaishi maisha ya kunyoka, binti mwingine akaishi maisha ya kunyoka, mwingine akaishi maisha ya kunyoka, basi hizi tabia mbovu ambazo leo nakuta ni kujirahisisha ni kawaida sana. Kama leo nilikuwa nacheka sana, nikaa nasema kuna vitoto kabisa vidogo kabisa, unasikia mtoto kimeolewa. Kwanza nikaa najuza huyu mtoto, siku nikutana naye nitamuuliza swali kwamba wewe, mimi dada yako saizi na 29 sijaolewa, ndio kwenda na matatizo sawa, lakini wewe kilichokusukuma na umri huu mdogo kujikuta unaolewa? Si unakuta kama kenyewe mara tu chana kwa mjaa vitu vyo yani kama ni kwenye mageto ya jana huko, basi mtu unakuta aliweka ni kama chooni anavyojisikia haja kwenda kualisha, ndio ile anajibeba anaenda. Ila moja tu, njia yote ambayo moyo wako na akili yako inaweza kunakwambia hamna shida, kwani mimi nikienda kuna shida gani, hiyo njia kwako inaweza kuwa unaiona kwamba ni sahihi sana. Ukienda ukashikwa unaona kuna kala unakuwa kasikia kwa mujibu wa akili yako, ila elewa ni njia ambayo mbele yake kuna maumivu makali sana. Kuna aibu kubwa sana. Ukiishi maisha ya kumcha Mungu kanyoka,
iko faida kubwa sana. Leo hii shujaa mpambanaji Sifa Bonaventure Bujune, pamoja na kwamba hayupo, lakini dada ingali akinena, maisha yake ingali akinena. Mimi ni mtu ambaye maeneo mengi unakuta nahangaika na maisha yake sana. Basi mimi huwa najua ni kwa namna gani alikuwa ameingia kwenye mioyo ya watu. Kuna wengine unakuta kabisa ananitafuta, anambia mimi hapana, niko nampenda sana Sifa. Ikiwa unahangaika na Sifa, basi naomba na mimi unipende kama Sifa. Ni mdada kabisa. Ni kwa namna gani unakuta dada alikuwa ameingia kwenye mioyo ya watu? Hakuingia tu kwa sababu from nowhere, aliingia tu pa, au aliingia kwa sababu alikuwa akijisikia tu leo ataenda kwa mwanaume fulani. Kwa maana aliamua kunyooka, kuishi maisha aliyonyoka.